wa iyadatul maridhi, na kumtembelea mgonjwa. Haki nyingine hiyo, kumtembelea mgonjwa popote alipo, ima atakuwa hospitali na pakawa pana fursa ya kumtembelea, watu wanaruhusiwa kwenda wakati fulani kumtembelea mgonjwa, watu watakwenda huko hospitali. Au akawa mgonjwa huyu yuko mahala pengine, ima nyumbani kwake au sehemu nyingine aliyowekwa. Ni sunna na ni haki ya Waislamu kumtembelea mgonjwa huyu, bali tutasoma hapo mbele, tutamtembelea mgonjwa hata kama hana fahamu. Si lazima katika sunna ya kumtembelea mgonjwa basi mgonjwa awatambue wenye kumtembelea, kama huyu fulani, yule fulani, fulani alikuja, fulani nilimuona. Si lazima mgonjwa wetu awe na utambuzi au fahamu, bali sunna ya kumtembelea mgonjwa itabakia hata kama mgonjwa yule kapoteza fahamu, labda yuko ICU tayari amekoma, kapoteza ufahamu, tutakwenda kumtembelea. Au hata kama ni mgonjwa ambaye asili yake hana ufahamu, labda ni mgonjwa ambaye asili yake ni mwenda wazimu, hayuko sawa akili zake, au ni taira, au mgonjwa akawa ni katika wale wasiopambanua, pengine mwenye kuumwa ni mtoto mdogo, kitoto kimelazwa hakitambui chochote, hakijakuwa na ufahamu. Ziara ya wagonjwa wote hawa ni sunna, kwa sababu hata kama mgonjwa hana ufahamu, kwenda kumtembelea ni kuwatia moyo wale jamaa zake wenye kumuuguza, na ni kuziunga hisia zao na kuwafariji. Hiyo ni faida ya ziara. Mgonjwa hajitambui, lakini wenye kumuuguza wako. Kwa hiyo mkienda mnawatia moyo wale, hata kama mgonjwa hajawajua. Na hivyo hivyo ikiwa mgonjwa ni mtoto au mgonjwa ni mtu ambaye akili zake, ufahamu wake hauko sawa. Lakini kingine katika ziyaratul maridh, pana ad-du'a lahu, pana kumwombea dua kwa shifa. Sasa hii hailazimishi ufahamu wa mgonjwa, hii ni baina yako na Mola wako. Ukafika ukamwombea dua kwa ikhlas, hiyo dua yako ikiwa imetimia masharti yake inamfikia mgonjwa. Tumefahamiana? Naam.